بسم الله. يقول فضيلة الشيخ العالم العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. anasema فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب chake منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب العيوب في النكاح. huu ni mlango wa aibu katika nikah. anakusudia hapa uyub zile al-amrad, yani maradhi na ila ambazo ghaliban nafsi haiwezi kutulizana katika kuzisubiri, na aibu hizi zimegawanyika. Lakini hapa anachokusudia kwamba atakufungua mlango ambao imethibiti ndani yake khiari kwa mwanamke au kwa mwanamume au kwa wote wawili, kwa sababu ya aibu ambayo imepatikana kwa mmoja wao. Aibu hizi zinagawanyika katika sehemu mbili. Kuna aibu za kijinsia ambazo zinapelekea kutopatikana istimtaa katika ndoa, kustarehe katika ndoa, kama kuwa mwanamume ni majbubu al-dhakar, amekatwa dhakari yake, au al-unna, mwanamume hawezi kumuingilia mke wake, au al-khisa, kwa mwanamume amehasiwa. Hapo kuna khiari kwa mwanamke baina ya kuendelea kuishi na mume na fasakh, kuvunjwa ndoa, si talaka, fasakh, ndoa kuvunjwa. Au aibu kwa upande wa mwanamke kama kuwa na ratq katika almahbal, yani kuna insidaji, kumezibwa, hakuna njia. Au wanasema mambo mengine kama alqarn wa kadha wa kadha, mambo kama haya. Kwa hiyo aibu hizi ni za kijinsia. Mwanamume ana khiari ya kuvunja ndoa, na kuna aibu nyingine la tamtani'u al-istimta'u bi ahadi az-zawjayn au la ahadi az-zawjayn bil akhar, haimzuii kufanya istimtaa, kustarehe mmoja katika wanandoa wawili kustarehe na mwenzake. Lakini ni amradhi munaffira, ni maradhi ambayo yenye kumkimbilisha mtu, si rahisi mtu kukaa na mwenzake, yanakosesha ile kamalu al-ishra, ukamilifu wa matangamano na kuishi kwa wema, yanakuwa hayapo, ukamilifu huo haupo. Kaljununi mathalan, umeoa mwanamke kumbe ni mwenda wazimu, ima kwa mwaka wote, yani siku zote, au katika baadhi ya vipindi mwanamke anapatwa na junun. Kadhalika mwanamume mwingine, afana Allah wa iyyakum. Lakini haya ni katika maradhi ambayo yanatokea kwa pande zote mbili na hayazuii istimtaa, isipokuwa ni amradhu munaffira, kwa kama wazimu au aljudham, mtu amepatwa na ukoma. Maana ukoma ni maradhi katika viungo atraf, kama ni vidole vinalika, vinakatika mpaka vinaisha. Nasallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ngozi inaweza ikaliwa na nyama mpaka ikaisha kwa sababu ya judham.
Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maradhi ambayo alikuwa akiomba kikithirisha katika dua zake Allah mkinge nayo. Kadhalika albaras, mbalanga, maradhi ya ngozi katika maradhi ambayo hayazui alistimtaa, lakini haipatikani ndani yake kamalul ishra kwa sababu ni katika amradhi ambazo ni munaffira. Na mfano wa hayo kama maradhi mengine ni kuambukiza biidhnillah. Kwa hiyo kuna hali kama hizo. Maradhi ni mengi ambayo yanapatikana ndani yake an-nufra. Kwa hiyo ikitokea hali kama hiyo, na ambayo hiyo ni aibu. Kwa hiyo kuna aibu ambazo ni hasa kwa mwanamume, kama mwanamume kuwa ana unna au ni majbubu dhakar, na maradhi ambayo au kuna khisa au maradhi ambayo yanamhusu mwanamke karat. Kadhalika kuna maradhi wanashirikiana baina ya pande zote mbili kama tulivyotaja, kama vile junun, judham na albaras na ghairi dhalik. طيب, sasa anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, idha wajada ahadu zawjayn bil akhar aiban, atakapokuta mmoja kati ya wanandoa wawili kwa mwenzake aibu yoyote, yani kasoro yoyote. idha wajada ahadu zawjayn bil akhar aiban lam yu'lam bihi qabla al-'aqd, atakapokuta mmoja kati ya wanandoa wawili kwa mwenzake kwa mwingine aibu yoyote ambayo haikujulikana kabla ya aqdi, ilifichwa aibu hiyo, hakuambiwa kama mume, hakuambiwa kama mwanamke huyu ana kifafa, hakuambiwa hivyo, au mwanamke hakuambiwa kwamba mume huyu ana kifafa, ameficha aibu. kaljununi waljudhami walbarasi wa nahwiha, kama vile wazimu na mbalanga na ukoma. Judham ni ukoma, na ukoma na mbalanga na mfano wa hivyo, au bawasiri mathalan ambayo ni muhkam, au sayalanu albauli, mtu kuchirizikwa na mkojo wakati wowote na mfano maradhi hayo. Nasallallahu alafia wassalama. falahu fasqu nikahi, basi ni jaizi kwake yeye kuvunja ndoa. Kwa mwenye kuhudhurika katika hao wawili atavunja ndoa. Kwa mwanamke iko wazi maslaha yake kuvunja ndoa, kwa sababu hana talaka, hawezi kutoa talaka. Kwa hiyo ahsan kwake yeye ni kufanya fasku. Ama kwa mwanamume wa kufanya fasku ni kwamba atakapokuwa amevunja ndoa kwa sababu hiyo, hazitahesabiwa talaka, hata ambiwa hiyo talaka ya kwanza wala ya pili, kwa sababu imepatikana fasku, kwa haitahesabika talaka. Hiyo moja katika faida ya kufanya fasku. Na faida nyingine ni kwamba atarudishiwa mahari na yule aliyemwadaa, yule aliyemdanganya yule, kama ni wali au ni wakili wake, mshenga wake akamdanganya, anajua hali lakini amemficha, atamrudishia mahari yake akitaka. Masala atapelekwa kwa kadhi, na huyo ataitwa, atakuwa ni deni kwake, itabidi arudishe mahari. Kadhalika watu hawatamtazama kwamba ni mtu mitlaq, sikizana mif'al kama mi'tar, yani mwingi wa kuacha. Watu hawatamtazama hivyo kwa sababu kimefanyika fasq na sio talaka. Ala kulli hali inakuwa anasema Sheikh hapa, wa idha wajadathu innina, na ikiwa mwanamke amemkuta mwanamume hawezi kumuingilia, yani kwa maana al-innin ni al-ajizu 'anil jima'i, al-ajizu 'anil jima'i. wa idha wajatuhu innina, na atakapomkuta yeye, yani mwanamke atakapomkuta yeye mwanamume kuwa ni innin,
kwa maana hawezi kufanya jimai, ujila ila sana, atapewa muda mpaka mwaka, kiasi cha mwaka mmoja mwanamume atapewa muda. Bwana jitazamie wewe mwanamke, fanya subira, mwanamume jitazamie kiasi cha mwaka. Mwanamke atasubiria mwaka mmoja. Wenyewe wanasema lidalili wa ta'lili, kwa sababu hii ndio hukumu ambayo ilitolewa na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na Uthman na Ibn Mas'ud, kadhalika al-Mughira, kadhalika hivi ndivyo walifanya al-khulafa ar-rashiduna kabla yao. Al-Imam Ibn Qudama katika al-Mughni anasema huwa qawlu ammati ahli al-ilmi, ndio kauli ya wanawachuoni wote. Wabihi qala Umar wa Uthman wa Ibn Mas'ud wal Mughira ibn Shu'bah, na kwa kauli hiyo wamesema hao Umar, Uthman ibn Mas'ud na al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu ta'ala anhum. Wao wamesema hivyo, mwanamume apewe muda wa mwaka. Inawezekana zikapita zile fusuli 4, al-fusulu al-arba'a, pengine ameoa kipindi cha kiangazi, kija kiangazi yeye hana nashati ya kuingilia, nashati hiyo haiko kwa sababu ya harara, pengine kwa sababu ya joto, au kwa sababu ya baridi, pengine kipindi cha kusi wakati wa shitaa, basi hawezi, anakuwa innin, basi anatazama katika fusuli zote 4, au wakati wa yubusa, uyabisi au rutuba. Kwa hiyo fusuli 4 zikitimia zile, ndio anaweza akapewa, mwanamke akachukua maamuzi sasa. Umefahamu? Kwa hiyo dalili ni kauli hiyo, na illa wanasema illa yake ta'lil ni kwamba antamurra alayhi al-fusul al-arba'a, zipite kwake yeye, vipite vipindi 4 vile vya mwaka, kwa sababu anaweza akashindwa fi faslin wa yanshaq fi faslin akhar. Fa immadat wa huwa ala halihi, ukipita mwaka na hali ya kuwa yeye yuko juu ya hali yake, falaha al-fasxu, basi ni jaizi kwake yeye mwanamke kuvunja ndoa. Hali ikiendelea namna hiyo, ana haki ya kubatilisha ndoa. Basi mimi, kwa sababu wewe ndiye mwenye kudhurika. Wa idha ataqat, haya masala imeisha tayari. Wa in utiqat, katika baadhi ya nusakh wa idha ataqat, ingine utiqat. Wa idha ataqat kulluha, na atakapokuwa huru wewe mwanamke wote, si mudabbara wala mubaadha, wote amekuwa huru. Wa zawjuha raqiqun, na hali ya kuwa mumewe ni mtumwa. Khuyirat baina almuqami ma'ahu wa firaqihi, atapewa khiari baina ya kukaa pamoja naye na kufarikiana naye. Mwanamke amekuwa huru, pengine wote ni watumwa, lakini mwanamke ameachwa huru na bwana zake, amekuwa huru kamili. Mwanamume bado yuko katika riq, ni raqiqun, kwa hiyo atapewa khiari baina ya kukaa naye na baina ya kufasikhi ndoa, wa baina firaqihi, na baina ya kufarikiana naye. Bihadithi Aisha radhiyallahu anha at-tawil, kwa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ile ndefu, fi qissati itqi Barira, katika kisa cha kuachwa huru Barira radhiyallahu anha. Asema khuyirat Bariratu ala zawjiha hina utiqat, alipewa khiyari Barira radhiyallahu anha pale alipoachwa huru. Muttafaqun alayhi. Wa idha waqa'a al-fasxu qabla ad-dukhuli, masala pia imeisha. Ufupi ni kwamba watumwa wawili, mume mtumwa na mke ni mtumwa, mke akaachwa huru, basi mwanamke ana khiari baina ya kukaa naye na kutokukaa naye. Ama kwa upande wa mwanamume nadhani hilo liko wazi, anahitaji khiari, yani kwa sababu biyadihi uqdatun nikah.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر na ikipatikana fasku kabla ya kumuingilia mwanamke hakuna mahari. Ikipatikana kuvunjwa ndoa kwa sababu ya aibu ambayo iko kabla ya kumuingilia, basi mwanamke hatapata mahari. Ni mamoja fasku imetoka kwa mume au fasku imetoka kwa mke. Kama ikiwa fasku imetoka kwa mwanamke, kwa fasku itakuwa ni furqa, itakuwa ni min jihatiha, na kama itakuwa ameangusha mwenye mahari yake. Na ikiwa fasku imetoka kwa mwanamume, basi amefanya fasqi kwa sababu ya aibu ambayo amefichwa. Kwa ufupi ni kwamba mathalan mtu ameoa mwanamke lakini hajawahi kuwa naye faragha wala hajawahi kumuingilia. Taarifa ikaja kwamba mwanamke yule ana wazimu, akili yake haiko sawa, mwanamke yule ana baras, ana mbalanga, mwanamke mathalan ana judham au aibu yoyote. Baada ya kujua hivyo, mwanamume akaamua basi ndoa itakuwa imekufa, mimi sitaki ndoa tena. Maadamu haikupatikana dukhuli, hakuna mahari. Na muradi wa dukhuli, wanaposema wanawachuoni kwenye vitabu vya fiqh, ad-dukhulu alaiha inakusanya kumuingilia au hata kukaa naye faragha chumbani, ukafunga mlango ukawa wewe uko chumbani wewe na huyo mwanamke tu, taambiwa hiyo ni dukhuli tayari, shakaa naye faragha. Kwa hiyo kama haikupatikana hiyo, mahari itarejeshwa, hakuna mahari tena. Wazi? Kwa hiyo fala mahra, hakuna mahari. Wa baadahu, na baada ya dukhuli, yastaqiru, mahari itatulizana, itapatikana mahari, mwanamke atachukua mahari. Yani baada ya dukhuli fa inna mahraha yastaqiru wa yatamlikuhu zawja. Ndio maana yake, mahari yake itastakiri, itatulizana kwa mwanamke, itabaki na mwanamke ataimiliki. Lakini mwanamume anaambiwa wayarji'u zawju ala man gharra, atarudi mume kwa yule aliyemfanyia hada, aliyemhuri, atarudi kwake, ima kama ni wali au ni wakili au mwingine yoyote, au ni mke mwenyewe. Aidha julikana kwamba hii ni illa iko, akiwa amemficha atakwenda kujua kwa mbele ya safari. Wazi? Tukaniulize swali kabla mjeniuliza mimi. Mathalan mtu ameoa mwanamke, hakuambiwa kwamba huyu ana mas kali tangu zamani, tabia yake ni kupiga mayowe na kukimbia, na sengine na wakati mwingine huvua nguo akakimbia barabarani, mara katoweka, watu wamtafuta mkute kwa jua mwembe kapanda, kumbe ni kawaida yake, lakini hakuambiwa. Kaifa hadha? Inasabika ni aib au la? Mtanijibu baadaye, sababu tumesoma hapa kitabu sadaq. Hiki ni chuo cha mahari. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصداق. hiki ni chuo au hiki ni kitabu cha mahari cha sadaq. Sadaq ni ma ta'atahu المرأة ما تعطاه المرأة عوضا عن عقد النكاح عليها، ما تعطاه المرأة عوضا عن عقد النكاح عليها، ni kile ambacho anapewa mwanamke kwa ajili ya kufunga ndoa. Na sadaq ina majina mengi sana, imekuja kwenye Qur'ani na kwenye Sunna. Inaitwa sadaq kama tulivyoona hapo sadaq, na imekuja kwenye Qur'ani waatun nisaa sadaqatihin, sio sadaq ambayo ni mahari, wapeni wanawake mahari zao. Kadhalika inaitwa al-mahr, kadhalika an-nihla, kama imekuja katika aya hiyo waatun nisaa sadaqatihin nihlatan, ay hala kaunihi nihla,
kipawa hicho, kadhalika al-ajru na mingineyo, lakini na majina mbalimbali. Na jambo hili limewekwa na sheria kupitia kitabu na sunna na ijma' ya ahlul ilmi kwamba lazima katika mahari, katika ndoa lazima kuwe na mahari. Kuna baadhi wanasema ni wajibu, lakini kauli iliyokuwa na nguvu ni sharti ya kusihi aqd. Ndio maana kupewa udhuru hata fakiri, akaambiwa iltamis walau khataman min hadid, tafuta japokuwa pete ya chuma. Kwa hiyo mahari lazima. Sasa Sheikh ameanza mlango huu, anasema yambaghi takhfifuhu, inatakikana kuikhafifisha. Ameanza na hilo kwanza, inatakiwa kuikhafifisha hiyo mahari, kufanya takhfifu. Yani watu wasifanye ghali wakaona ni fakhri kufanya mahari kuwa ni ghali, inatakiwa kukhafifishwa. Na ndio wanasema ipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo imetoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, min yumni almar'a, miongoni mwa baraka zinazopatikana kwa mwanamke, taisiru khitbatiha, ni kufanya wepesi katika kuposwa kwake, ili sadaqiha, na kufanya wepesi katika mahari yake. Hiyo ni alama ya baraka kwa mwanamke. Lakini inasemekana kwamba baadhi ya wanawachuoni wamefikia kusema miongoni mwa shu'mu kwa wanawake ni Urwa ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mimi nahesabu kwamba katika shu'mu kwa mwanamke ni ughali wa mahari, kwamba si mwanamke mwenye khairi. Wa ana aqulu min indi min awwal shu'miha an yakthura sadaquha, na mimi ninasema kwamba hayo nasema mimi, nasema Urwa, jambo la kwanza katika shu'mu ya mwanamke, kwa lugha nyepesi kuita nuksi kwa mwanamke, ni wingi wa mahari yake. Watu wana fakhari wakatajua pesa chungu nzima, dhahabu kadha wa kadha, kaolewa kwa ngapi? Milioni 40, milioni 20. Fakhari, masha Allah, kwa wao bwana mahari yao ni watu wa kujuu kabisa, anaona kuwa ni fakhari, lakini si sawa. Kwa hiyo inatakiwa ifanywe takhfifu katika mahari na watu wasifanye ghali. Kwa hili ni kwa sababu kuna rahisisha ndani yake gharama za kuoa, na itapelekea kupunguza al-uzuba kwa shabab, na kumaliza vile vile unusa kwa nisa, kwa wanaume hawana wake na wanawake hawaolewi au ndoa hazidumu. Hili ni jambo ambalo halitakiwi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alioa kwa rahisi, kadhalika ameozesha kwa rahisi watoto wake. Anaendelea anasema الشيخ رحمه الله تعالى وسئلت عائشة رضي الله عنها, aliulizwa Aisha رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم, ilikuwa ni ngapi mahari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalat, akasema kana sadaquhu li azwajihi, ilikuwa mahari yake kwa wake zake 12 uqiyatan wa nasha, asema ni uqiya 12 na nusu, waqiya 12 na nusu. Ndio maana akauliza atadri man nashu, unajua ni nini hiyo nashu? Qultu la, nikamwambia hapana. Qalat nisfu uqiya, ni nusu ya uqiya. Fatilka 500 dirham, hizo ni dirhamu 500. Rawahu Muslim. Kwa hiyo inalingana kama vile kwa pesa ya Saudia ni kama riali 140, riali 140, riali 375 ni dola 100.
ya Marekani. Dola 100 Marekani kwa pesa ya Tanzania ni takriban shilingi 200,000 kuanzia na 16,000 au 17,000 au 18 mpaka 20 wakati mwingine. Kwa hiyo ni 340 na 375. Sasa 140 ni shilingi ngapi? Ikiwa 375 ni sawa na dola 100. Fanyeni hesabu haraka haraka. Sio nusu, thuluth takriban. Sababu nusu ni 280. Nusu ni 280. Sasa ni 375 ndio inakuwa dola 100. Mia mbili themanini nusu ya kusema nusu yake 280 itakuwa dola 38. Kama ni dola 38 uweze zidisha mara 2 tu unapata kama shilingi 70 naye. Tujalie 80 ndio mahari ya zake yeye mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم alizooa wanawake, na mahari za banati zake hazikufika hapo, ni takriban riali 110. Kweli wastani wa dola 25 sahali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliulizwa bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa ni ngapi mahari ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, akasema mahari yake ilikuwa ni 12 uqiya wa nasha. Alipoulizwa je, unajua nasha? Akasema hapana. Akasema ni nisfu uqiya, kwa hiyo ni dirham 500. Rawahu Muslim, hadithi ameipokea al-Imam Muslim. Kwa hiyo ni mahari, na mahari inaweza kasihi kuwa ni mali kama vile pesa au manfaa. Ndio maana akasema wa ataqa Safiyata radhiyallahu anha, na akamwacha huru Safiya radhiyallahu anha, waja'ala itqaha sadaqaha, na akajalia kule kuachwa kwake huru ndio mahari yake. Safiya ummul mu'minin, Safiya bint Huyay bin Akhtab, ni katika wale waliotekwa katika siku ya Khaybar. Mtume sallallahu alaihi wasallam fastafaha li nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua Safiya kwa ajili yake mwenyewe, akamfanya mke wake. Kwa hiyo na alikuwa ni mtoto wa mfalme wao. Kwa jabra li khatiraha, akamchagua yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwacha huru, faataqaha, kwa akafanya ile itqi yake ndio mahari yake, muttafaqun alayhi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba manfaa pia inaweza kuwa ni mahari. Waqala lirajulin, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mmoja, alimwambia mtu katika hadithi ile ya Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, akamwambia iltamis walau khataman min hadid, tafuta japokuwa pete ya chuma. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Iltamis, tafuta walau khataman min hadid, yani kwa ajili kufanya mahari, kwa sababu pia kama inavyofaa kuwa a'radhi vitu kama hivyo, vile vile inasihi kwa mahari ni ilmu yumtafa'u bih wa ilman yuallimuha. فكل ما صح ثمنا وأجرة, kwa kila kitakachosihi kuwa ni thamani na ni ujira. Wa inqal, japo kikiwa kichache, saha sadaqan, kitasihi kuwa ni mahari. Kitu chochote ambacho kinasihi kinaweza kuuzwa, kinaweza kukodishwa, kinasihi kuwa ni mahari. Kwa hiyo ni fedha, dhahabu au fedha au vitu vingine vya a'yan na vitu vingine visivyokuwa a'yan, kile kinachosihi. Fa in tazawwajaha wa lam yusammi, fa in tazawwajaha wa lam yusammi,
na akimuoa yeye mwanamke na asitaje mahari. Mahari hakutajwa, si kwamba hakuna mahari, lakini haikutajwa shilingi ngapi, wewe lete tu. Hakuambiwa, lakini mahari hapo hakuambiwa ni kiasi gani. Kama ikitokea namna hiyo, falaha mahrul mithl, basi atastahiki mwanamke kupata mahari ya wanawake walio mfano. Huyo atapewa maharul mithli. Mahari ni maharul mithli, kwa sababu mahari ni maharul musamma na al-mahrul musamma na maharul mithli, yani mahru mathilatiha, mahari za wale watu wenye kufanana na yeye. Mathilatuha ni wale ambao yusawinaha fi sinni wa sharafi wal kafaa, wanawake wanaolingana sawa na yeye katika umri na sharaf, kadhalika katika kafaa, ukufu yake. Taangalia wanawake wa eneo kama hilo walio kama yeye waolewaje. Mwanamke bado mdogo, hajawahi kuolewa, ni mtu ana sharaf. Je, kama yeye aolewaje? Taangaliwa, atapewa mahari kama hiyo. Mwanamke alishawahi kuolewa, mtu mzima, ameshazaa na kadha wa kadha. Je, mwanamke kama yeye mfano wake wameolewa kwa vipi? Itaangaliwa hiyo. Kwa hiyo kama mahrul musamma mahari haikutajwa, basi tutachukulia mahrul mithli. Ndio ninachokizungumzia hapa Sheikh. Kadhia imeisha. Fa in talaqaha qabla ad-dukhuli, na ikiwa atamwacha yeye, sio masala ya fasku, talaka, amemwacha yeye mwanamke kabla ad-dukhuli, kabla ya kumuingilia, amemwacha mwanamke kabla ya kumuingilia, falaha al-mut'a, basi atapata yeye mwanamke kitokea nyumba. Waswahili itakitoka nyumba, ndio mut'a inakusudiwa hapo. Falaha al-mut'a, basi atapata yeye kitokea nyumba. Kwa maana mwanamume atampa mwanamke kiasi fulani hivi, ala hasabi al-yasari wal-ihsan, kwa kiasi cha hapo ukwasi na ukata kwa ile hali yake. Kama ni fakiri, basi atatoa kiasi cha uwezo wake, kwa tajiri kadhalika atampa mwanamke. Usimwache hivi hivi tu akaenda ikawa hakuna kitu amepata. Mpe kiasi, wachilia mambo ya mahari. Mahari yatakuja kwamba fanisma faradtum, kwamba ni nusu ya kile ambacho, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun faqad faradtum lahunna fariida, ikiwa mtawaacha wao kabla ya kuingilia, kabla hamjawagusa, na hali ya kuwa mmeshafaradhisha mahari, fanisfu ma faradtum illa an ya'funa au ya'fu walladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Sio? Kwa ndio hali kwa namna hiyo. Sasa pamoja na hayo, basi mpe na mut'a. Maana ya mut'a ni kile kitokea nyumba, basi milioni 10 hizi, sio mahari. Sasa kwa mahari yako pengine msahafu, mahari yake msahafu, au pengine katika mahari pete ya dhahabu, au katika furniture, una haki ya kuichukua nusu au kumwachia yote, basi hiyo chukua. Lakini pia kuna kitokea nyumba hii, labda milioni 20, milioni 30, kwa kadiri ya uwezo. Huna kitu, basi 30 hii. Kwa mwanamke gani? Asema Sheikh hapa, in talaqaha qabla ad-dukhuli, akimwacha yeye mwanamke kabla ya kumuingilia, falaha al-mut'a, basi atapata yeye mwanamke kitokea nyumba. Ala al-musi'i qadaruhu, kwa yule aliyemkwasi, aliye na ukunjufu kwa kiasi chake. Wa ala al-muqtiri, na kwa yule aliye na ufakiri, aliye na ukata, qadaruhu, kwa kiasi chake vile vile, kiasi cha uwezo wake, ndio maana yake. Na muradi wa khalwa wa dukhuli, kama tulivyosema, na al-khalwa al-watu au al-khalwa,
ni kumuingilia au kuwa faragha alati tumakinuhu min alistimta' khalwa ambayo inammakinisha yeye kustarehe naye. Kwa hiyo akimwacha kabla ya kumuingilia na kabla ya kusemwa mahari falaysa laha illa almut'a, kama mahari haijasemwa basi hakuna kingine zaidi ya mut'a. mfahamu liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake ta'ala Allah aliyakuwa ametukuka, la junaha alaykum, hapana vibaya juu yenu, in talaqtumun nisaa, mtakapowaacha wanawake, ma lam tamassuhun, muda wa kuwa hamjawaingilia, au tafridhu lahunna faridha, au hamjawafaridhishia mahari, hamjawatajia mahari, au tafridhu lahunna faridha, au hamjawatajia mahari, hamjawafaridhishia mahari. wamatti'uhun, basi wapeni kitokea nyumba, wamatti'uhun, basi wapeni wao kitokea nyumba, wa ala almusiri qadaruhu, kwa yule mwenye ukunjufu kwa kiasi chake, wa ala almuqtiri qadaruhu, na kwa mwenye ukata ni kiasi chake, uwezo wake, qadaruhu, yule uwezo wake na kiasi chake. Mata'an bil ma'rufi, hali ya kuwa ni starehe au hali ya kuwa ni kitokea nyumba na kufanya hivyo kwa wema. Haqqan 'ala al-muhsinin, hali ya kuwa ni haki yenye kuthibiti kwa wenye kufanya ihsani. Baadhi wanachuoni wanasema hali hii, aya hii ni dalili juu ya uwajibu wa kutoa kitokea nyumba kumpa mwanamke wakati wa kumwacha kabla ya kumuingilia, na inakuwa ni kwa kuzingatia hali ya mwanamume. Na inawezekana ikawa mahari haikutajwa, ikawa ndoa imepita na isainishiwe mwanamke mahari yake. Kwa hiyo katika hali kama hii itakuwa ni wajibu kwa mwanamke kupewa mut'a, yani apewe sehemu katika mali kwa kadiri ya hali ya mume. Umekwenda kuoa, uje kutana na mke wako, ukaamua kumwacha, mahari haijatajwa, basi peleka chochote kule kiitwe mut'a hiyo, kwa kadiri ya hali yako, na Allah ndiye anayejua hali yako. Na ikiwa mahari imetajwa, ikatajwa kwamba mahari tunataka shilingi 1,000,000, katika hali kama hii mwanamke atapata nusu ya mahari, isipokuwa yeye mwenyewe akimsamehe mwanamume atachukua mahari yote, au mwanamume akiamua kumsamehe mwanamke itakuwa mahari yote ni ya mwanamume. Ameamua kusamehe yeye, basi mahari yote achukue tu, itafaa. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول, na itathibiti mahari hali ya kuwa ni kamil kwa kufa au kwa kuingilia. Maadamu mtu ameshamuoa mwanamke, hata kama hajamuingilia, ameoa hajakutana naye akafariki mwanamume, basi mahari yote itatolewa. Kama ilitolewa hiyo 1,000,000, basi yote ishakuwa ya mwanamke. Umefahamu? Au dukhuli, au kwa kumuingilia kadhalika, akiwa maadamu ashamuingilia, mahari yote itathibiti. Mume atakapofariki baada al-aqdi na kabla ad-dukhuli, kwa sababu likashakuwa mke, watapewa mahari yote, na atakapomuingilia kadhalika. Na wanachuoni wanaunganisha pamoja na hilo masala ya khalwa, kama tunavyosema, mlango ukafungwa kwa ndani, akawa amemakinika kwamba anaweza kufanya chochote huko ndani, maana anaweza kumuingilia, mahari itarudishwa, itachukuliwa kamili na mwanamke. Wayatanassafu bikulli firqatin qabla ad-dukhuli, kuna firqa ndio sawa sawa.
wayatanassafu na itatolewa nusu bikulli furqatin qabla ad-dukhuli min jihati az-zawji katalaqihi na itatolewa nusu mahari kwa kutengana kwa aina yoyote kabla ya kumwingilia kutoka kwa upande wa mume. Furqa hiyo ikitoka kwa upande wa mume kama vile kumwacha, kwa maana mwanamke atastahili kupata nusu ya mahari al-musamma kwa firaqi yoyote ambayo imetokea kwa mwanamke kwa mwanamume, kama vile kumwacha yeye au kumfanyia khul'u yeye au kulitadi kwake mwanamke akaritadi mwanamume akaritadi yeye, naudhu billahi min dhalik. Kwa mwanamke atachukua mahari, atastahili kupata nusu ya mahari. Wayasqutu bi furqatin min qibaliha, na itaporomoka mahari, itaanguka mahari kwa kutengana kulikotokana kwa upande wake. Bi furqatin, kwa kutengana kokote, min qibaliha, kutoka kwa upande wake. Ikiwa sasa mwanamke ndiye aliyesababisha mtengano huo, furqa imetoka kwa upande wa mwanamke, ima kwa sababu yeye ndiye aliritadi au kwa sababu ya liani au kwa sababu yeye ndiye alivunja ndoa kutokana na aibu, mahari itaanguka kwa upande wake. Wayasqutu bi furqatin min qibaliha au fasxihi li'aibiha, na itaanguka mahari kwa kutengana kulikotokana na upande wake mwanamke au kuvunja ndoa kwake mwanamume kwa sababu ya aibu ya mwanamke. Umeelewa? Ikiwa sasa aibu iko kwa mwanamke, kama tulivyoeleza hapo mwanzo, mtu ameoa mwanamke hakuambiwa kwamba ana wazimu au ana judham au ana baras, kwa hiyo akaamua basi mimi ndo naivunja kwa aibu hiyo. Kwa hiyo ikiwa furqa hii imetokana au ndoa imevunjika kwa sababu ya aibu ya mwanamke, mahari itapumuka, hatatoa mahari. Wayasqutu, narudia tena, na itaanguka mahari, kwa maana mwanamke hatapewa mahari bifurqatin min qibaliha, kwa sababu ya furqa, kwa sababu ya kutengana kulikotokana na upande wake mwanamke, au fashihi liaibiha, au kwa kuivunja kwake mwanamume hiyo ndoa kwa sababu ya aibu ya mwanamke. Wayambaghi liman talaqa zawjataha, na kunatakikana kwa aliyemwacha mkewe zawjatahu, wayambaghi liman talaqa zawjatahu an yumatti'aha, na inatakikana kwa yule aliyemwacha mke wake kumpa kitokea nyumba, bishai'in, kwa kitu chochote, yahsulu bihi jabru khatiriha, kitapatikana kwacho kuiunga fikra yake, kitapatikana yani kumfurahisha, kumpa zawadi kama vile mavazi, mapambo kama ni dhahabu, hadia yoyote ile ambayo yukhafifu alamaha, yatampoza yale machungu yake. Wanawake wote kila takiacho, ndio maana akasema Allah, walilmutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala almuttaqin, na kwa wale wanawake walioachwa watapewa kitokea nyumba kwa wema. Haki ni hali ya kuwa ni haki yenye kuthibiti kwa wenye kumcha Allah. Na mfano wake Allah aliposema wala tansau alfadla bainakum, na wala msisahau fadhila baina yenu, kwa sababu ndoa, watu kuoana kuishi kwa wema ni katika mahasini ya Uislamu, na ikitokea kutengana basi iwe kwa wema ghaliban, lakini watu hawachukulii mambo hayo namna hiyo, vita pakapita uadui baina ya wanawake na mwanamke na mume, familia hii na familia hii, kama vile walioanza kuachana ni hao. Inawezekana katokea vitu ikawa hakuna kuvumiliana, basi lakini msisahau fadhila. Pengine amekuzalia watoto, ni mama watoto wako, au hakukuzalia watoto lakini kuna ihsani nyingi tu amekufanyia na wewe umemfanyia ihsani. Sasa kama mmoja katika nyinyi atasahau ihsani ya mwenzake, basi usiwe wewe mwanamume unayejua wajua dini alafu wasahau ihsani uliyofanyiwa na mke wako, ikawa yale yote yamefutwa kama vile hakuna kitu. Mwanamke yule ni mbaya kabisa, shetani kabisa yule, sijaona shetani kama yule. Ikawa watangaza maneno na aibu zake na mengine, si katika adabu za Uislamu. Kwa hiyo ili kuonyesha ya kwamba hakuna chuki, hakuna uadui,
kufuata taratibu tu, amekushinda wewe mke kwa sababu ya mukhalafati zake, kwa sababu ya maumbile yake, kwa sababu ya tabia zake, kwa sababu kadha wa kadha, kwa sababu mambo za kutokea, kwa sababu ya dini, kwa sababu ya akhlaq, kwa sababu ya maumbile, ikawa kuna nufura tu, dini iko sawa na kila kitu kiko sawa, lakini hujampenda ukaamua kumwacha. Wengine kama kumpenda mwanamke kimaumbile yake, atatafuta sababu ndogo ndogo, kwanza iko hivi, kwanza vile, sababu wala hazipata, tengeneza ili uongo mpaka uwe aonekane ni mkweli katika. Kwa nini usiwe mwazi kwa mimi sijampenda, basi sijampenda خلاص mpe. wala tansau alfadla bainakum, msisahau fadila baina yenu. walilmutallaqati mata'un bilma'ruf haqqan 'ala almuttaqin. طيب tunaweza kuendelea. babu ishrati an-nisa'i, huu ni mlango wa kutangamana na wanawake, kusuhubiana na wanawake kwa wema. Imekuja kwenye Qur'ani ayat, katika ahadithi zimekuja kuhimiza watu kuishi kwa wema na wanawake. Sasa katika mlango huu Sheikh rahimahullah ta'ala anaeleza masuala ya ishra, mambo ambayo ndio yanatakiwa muislamu awe kwa mke wake na mwanamke awe kwa mumewe. yalzamu kulla wahidin min az-zawjayn, inamlazimu kila mmoja kati ya wanandoa wawili, muasharatu al-akhar bil ma'rufi, kutangamana na mwingine kwa wema, kutangamana naye kwa wema. yalzamu min al-luzum ash-shar'i, inamlazimu kila mmoja kati ya wanandoa wawili kutangamana na mwingine. Al-muashara kwa maana musahaba wal mukhalafa wal ijtimaa, kutangamana bil ma'ruf, kwa vile ilivyojulikana wema wake, uzuri wake. bil ma'ruf, kwa vile ilivyojulikana uzuri wake. ay ma'urifa husnuhu shar'an wa 'urfan, ndio maana yake. mfahamu min as-suhbati al-jamila, miongoni mwa kusuhubiana vizuri kwa uzuri, kusuhubiana kwa uzuri. as-suhbatu al-jamila patikana al-lin, linul janib, ta'a katika maarufi. kadhalika kuvifumbia macho vijikosakosa vidogo vidogo. kuna baadhi ya mambo kukirisha madogo madogo yanatoka pande zote mbili, kuyafumbia macho mambo hayo maadamu haijavunjwa haki ya Allah. tabia fulani, kitu fulani, kuna hiki hakija kufurahisha kwake, basi at-taghadhi, kufumbia macho vitu kama hivyo vidogo vidogo, zile hafawati ni katika maarufu. wazi. wakafi al-adha, na kujizuia na udhia, kujizuia kufanya udhia, kumuudhi mwenzako kwa makusudi, ima kwa ulimi, ikawa maneno yako ni ya karaha kila wakati, kutukana tu, kumtia aibu na kumkosoa kila wakati, kila anachokifanya basi wewe watia illa tu, utamsema hapo mchachafi na maneno madogo madogo, kwa Kiswahili wanaita bubu, ikawa wewe una bubu, maneno madogo madogo hayeshi kwako. kwa hiyo kafu al-adha, kujizuia na udhia. wa alla yumtilahu bihaqqi, imekuja hivyo. wa alla yamtilahu katika baadhi ya nusakha, na nyingine alla yumtilahu min al-mumatala bihaqqi, na kutokumcheleweshia yeye haki, yani mmoja katika asimcheleweshie mwenzake haki yake. kila mmoja atakiwa ampe mwenzake haki yake kwa wakati. kile ambacho ni haki juu yake kumfanyia mwenzake, basi kifanyike katika wakati wake. kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanashirikiana kutoka kwa pande zote mbili. kila mmoja katika mke na mume anatakiwa awe namna hiyo, na bila shaka kama kuna nyumba au kuna ndoa watu wanaishi namna hiyo, basi hao wapata saada katika dunia
kwa kuishi vizuri baina yao. Na kama hayo hayapo, basi mmoja katika hao au wote wawili wanaishi katika dhiki katika maisha ya dunia. Wako duniani lakini katika dhiki, kwa sababu maisha ya dunia, maisha ya ndoa ni maisha ambayo yana starehe na raha ndani yake ikiwa kuna wema. Lakini haya, nasallallahu as-saada fi dunya wal akhirah wa yalzamuha ta'atuhu fil istimta'i. Sasa hizi ni haki za mume juu ya mke wake. Kuna mlazimu yeye alipotaja haki ambazo ni mushtarika, akaanza kutaja haki za wajibu juu ya mwanamke kumfanyia mumewe. Moja katika hizo, yalzamuha, inamlazimu yeye, wa yalzamuha, na inamlazimu yeye mwanamke, ta'atuhu, kumtii yeye mumewe, fil istimta'i, katika kustarehe. Katika masala ya starehe, mwanamke lazima amtii mumewe, hata kama yuko jikoni. Mwanamume atakapokuwa amemuita mke wake, basi ni haki ya mwanamke kumitikia mumewe. Idha ar-rajulu da'a zawjatahu li hajati faltati, Mtume صلى الله عليه وسلم asema hivi, ikiwa mtu atamuita mkewe kwa ajili ya haja yake, basi na amuendee. Wa in kanat ala at-tanur, ijapo akiwa kwenye tanuri. Kwa sababu maneno ya Mtume, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayri Allah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, lau ningelikuwa ninamweza kumwamrisha yoyote amsujudie asiyekuwa Allah, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Wa adamul khuruji, na kutoka kwenye nyumba, wasafari, na kutosafiri, illa biidhni, isipokuwa kwa idhini yake. Mwanamke haruhusiwi kutoka nyumbani isipokuwa kwa idhini ya mume. Aje mwanamume naye amruhusu na kuruhusu unaenda mahali fulani, lakini sio ashatoka ashakwenda zake unapiga simu, mimi niko kwenye gari naelekea mahali fulani. Si katika adabu wala si katika haki kwa mwanamke kufanya hivyo. Na wala haruhusiwi kusafiri isipokuwa kwa idhini ya mumewe, safari ambayo haihitaji mahram. Hata kama ana mahram, akatafuta maharimu yake, pengine amekuja baba yake, ammi yake, kaka yake, nataka unipeleke Dar es Salaam kidogo, kuna hivi na hivi, akamchukua akaondoka. Ukija pale waambia, mama yenu yuko wapi? Mama amesafiri hapa na ammi au na babu na kadha, wao kuna da. Vipi? Nilipata dharura kidogo, nilisahau kukwambia. Hakuna kitu namna hiyo, si utaratibu. Kuna watu wanaishi namna hiyo. Walqiyamu bilkhabzi, na kusimamia kutekeleza, ni kusimama kwa ajili ya kumpikia mkate, ametajwa hilo. Walajni, na kupanda unga. Watabikhi, na kupika. Wanahwiha, na mfano wake. Hivi ni vile vile ni haki za mume, za mke kumfanyia mumewe. Ni wajibu kwa mwanamke kumhudumia mumewe, kama antakhbiza lahu alkhubz wa ta'jina lahu alajin wa tatbakhu lahu altabkha, kama vile kumtengenezea mkate, akapika chapati, akapika kadha, akampikia mumewe, au akaukanda unga, au akapika chakula. Hiyo ni haki mume atakiwa afanyiwe na mkewe. Tumefahamu kwa haki za mume juu ya mke wake: kwanza kumuitikia, pili kutoka kuna mahali popote isipokuwa kwa idhini yake, kutokusafiri, kadhalika kusimamia amali za nyumbani, kazi za nyumbani vile, kama vile kupika. Na ndivyo walivyokuwa wanawake wa kisahaba, walikuwa wakiwahudumia waume zao. Na hadithi nadhani inafahamika kwamba Fatima radhiyallahu ta'ala anha ishtakat ma talqa min ar-raha fi yadiha, ameshtakia, alilalamikia kutokana na ile jiwe la kusagia unga ambalo lilikuwa likimuumiza katika mikono yake, mimma tathan, kutokana na vile ambavyo alikuwa akisaga unga. Habari ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikamfikia habari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletewa watumwa. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda akamuomba ampe khadim, mfanyakazi atakayemsaidia. Kaeleza, ya Rasulullah, ya walid, ya abati mathalan,
mimi mikono yangu sasa mpaka imekuwa migumu hii kwa sababu ya kusaga unga. Taha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha, akamwambia mimi nataka useme maneno, akamfundisha ile tasbihi na takbiri na mengineyo. Sema maneno ya Allah atakusaidia. Lakini watu wana fatwa zao kwamba masala ya kupika sio kwaje, hayo sio haki ya mke. Na ukitaka kupika utapika mwenyewe au utafuta mfanyakazi. Hiyo mimi sio kazi yangu. Na kweli mwanamke kazi yake akikaa amekaa kwenye dressing table ajipodoa tu makeup kila wakati. Au sasa hivi imekuwa mwanamke wakati wote yuko na simu yake, yuko kwenye Facebook, kwenye Twitter huko, Instagram, wapi, WhatsApp, kadhalika kuchati tu. Hakuna kupikwa hapo, hakuna chochote. Wanafatwa zao wenyewe kwamba hiyo sio kazi yake. Hiyo ni kazi mume ataangalia yeye mwenyewe. Kwa baadhi ya wanawake wanaishi kwa take away. Ukamtukulie chipsi kuku umletee, umletee soda umletee, tanua kila kitu. Wewe ndio hotelini ukafungasha umletee, akija pale anakula, umemfunga kwenye makaratasi, kwa kusema makaratasi ukatupe huko. Hakuna kuosha vyombo, hakuna chochote. Kwa hiyo mimi sio kazi yangu. Huu ni ujinga ambao hauna mfano wake. Lakini wanawake wa kisahaba na wengineo, sababu Fatima radhiallahu ta'ala anha alipokwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumshtakia kwa mikono imekuwa migumu kwa kazi za nyumbani, na mume wake ni Ali, angemuita tu Ali mara moja, kwa nini unamtesa binti yangu, unamfanyisha kazi? Na haya si mambo yake. Lakini alimwambia Mtume, ala adulluki ala ma huwa khairul laki min khadim, je nikufahamishe kwa kitu ambacho kilichokuwa ni bora kwa wewe kuliko huyo mfanyakazi? Tusabbihina Allah 33, wewe utamsabihi Allah mara 33, wa tahmidina 33, na utamhimidi Allah mara 33, tukabbirina 34, na utasema Allahu akbar mara 34. Hina taakhudhina mawja'ak, wakati unapochukua wakati sehemu yako ya kulala, wakati unataka kulala sema maneno haya. Mtoto amekwenda kwa baba yake anamshtakia kwamba nyumbani kazi ngumu, kwa baba nisaidie, nataka mfanya kazi. Baba amwambia nitakufahamisha maneno ambayo ni bora kuliko huyo mfanyakazi. Sema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 34 wakati wa kulala. Mwambie mtoto sasa hivi. Dunia nzima itajua kwamba wewe hujamtakia kheri mtoto wako. Allahu almusta'an. Sasa ala kulli hali, lakini pamoja na haya, naona darasa hili itakuwa ni ndefu, tutafika mahali tutasimama. Ala kulli hali, huu si mlango wa kuwafanya watumwa wanawake, kwamba kuna watu sasa akishaoa mke ndio na basi shughuli zote zimekaa sawa sasa. Kwa hiyo mambo yote yanayohusiana yeye, kazi zake zote zitafanywa na mke, hasa watu wa mashambani. Kwa hiyo atamtafutia shamba mwanamke, ndio alime shamba, kuni atabeba mwanamke, maji atapata mwanamke, kupika nyumbani mwanamke, kufua mwanamke, kila kitu. Kwa hiyo mwanamume anakwenda shamba kama bwana shamba, anakwenda kuzunguka kama mbona huko hakujalima vizuri, mbona hivi, anazungukia shamba lake. Hii si sawa. Kazi kama hizo ufanya mwenyewe sasa. Wa alayhi, na ni wajibu juu yake mwanamume nafaqatuha, matumizi yake, kutoa nafaka, chakula na mengineyo katika matumizi ya siku, ni juu ya mwanamume. Wa kiswatuha, na mavazi yake, wa kiswatuha, na kivazi chake mwanamke, bil maarufi, kwa kile kiasi ni kufahamika katika wema, bil maarufi, kwa kile kiasi ambacho kinafahamika kuwa ni wema, kwamba hivyo ndivyo inavyotakiwa. Ma'urifa husnuhu shar'an wa 'urfa, ndio maana yake. Kwa ni katika haki za mume hizo, kutoa nafaka kwa kumlisha mke wake, kumvisha. Qala ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf, natangamani nao hao wanawake kwa vile ilivyofahamika kuwa ni wema. Wa fil hadithi, na katika hadithi imekuja
istausu bin nisa'i khaira, kubalini wasia wangu kwa wanawake kwa khairi. Na kistausu maana yake ikbalu wasiyati fihin, ukubalini wasia wangu kwa wao. Istausu sio wausieni, kubalini nyinyi wanaume ndio mnaambiwa. Istausu, kubalini wasia, upokeni wasia wangu na wapeni bin nisa'i, kuwafanyia wanawake khairan, kwa khairi. Kaina wanawake kwa khairi, fa innahunna indakum awanun, kwa sababu wao wanawake ni nyinyi ni kama watumwa, wako chini mamlaka yenu. Laisa tamlikuna minhunna shay'a, hamuamiliki wanawake nyinyi kitu chochote, si kwamba ni mamluki kwenu. Ninawahusieni mkae nao kwa wema, na sio mamluki wenu, msimkaona kama vile ni mamluki. Au umekuja katika hadithi istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in, kubalini wasia wangu kwa wanawake kufanya khairi, kwa sababu hao wanawake wameumbwa kutokana na kibavu. Wa inna a'waja shay'in min adh-dhil'i a'lahu, na hakika kilichokombo zaidi katika kibavu ni kile cha juu yake. Fa idha dhahabta tuqimuhu, itakapokuwa sasa umesimamia kutaka kukinyosha, kasartahu, utakivunja. Wa in taraktahu, na ukikiacha kile kidhil'i, lam yazal a'waj, hakitaacha kuwa ni chenye kukaa kombo. Kwa mwanamke maadamu ameumbwa na kibavu kilichopinda, basi yeye ataendelea kupinda hivyo hivyo. Sasa ukisema watumia nguvu kwenye kukinyosha, utakivunja, kwa maana kwamba mtaachana, ndoa itakushinda wewe. Na ukisema umwache, basi atakuwa hivyo hivyo, ndio hulki yake, ndio tabia hiyo. Wafihi, na katika hadithi vile vile ukamilifu wa hadithi, khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu, mubtada, khairukum, mbora wenu, khairukum li ahli, habari yake ni yule mbora wenu kwa ahli yake, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa ahli yake. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ni mbora wenu kwa ahli yangu. Kwa hiyo mtu kuwa ikawa anafanya wema kwa mke wake, ana maneno mazuri, kuna imbisat, kuna tabassum, anampa anachokitaka, kunapatikana mahabba na alwifaq baina zawjain, hili ndio khairi. Sio mtu anapokaa nje na marafiki zake yuko masha Allah, ana furaha, anazungumza kwa wasaa kabisa, yani ni mtu anafahamika kwamba akija majlisi itang'aa, watu watafurahi kwa sababu ya alivyo tabia yake. Hatoi maneno kukirisha watu, habari mara imekuja hii na hivi. Ni mtu mzuri, akiingia ndani khalas albabu mughlaq, ana cha kuzungumza, ana chochote. Yeye wakati wote amekasirika, akisema basi atagomba, atalalamika, bubu tu ndio limekithiri katika nyumba, hakuna maneno ya muana sana kama kitu kama hicho, hakuna. Kuna watu wako namna hiyo, ukiwatazama dhahiri zao walivyo na mitaani walivyo na kusubiana na watu, sivyo walivyo kwenye nyumba zao. Ni kinyume kabisa, ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa jambo hili tutakiwa watu wajirekebishe sana, na haya matatizo yako mengi katika familia. Vijana wengi wanaingia katika ndoa hawana hilo katika ndoa zao, wanashindwa kuishi na wake zao na kuwateka wake zao katika mwongozo uliokuwa sawa sawa. Allahu musta'an. Kwa hiyo wanawake wanaishi katika hali ngumu kwenye majumba yao. Nasallallahu yufarrij anhum. وقال صلى الله عليه وسلم لتمalizie kidogo, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, atakapomuita mwanamume mke wake katika firashi yake, kwenye godoro lake, faabat, akakataa, antajia, akakataa kuja, la'anatha almalaikatu hatta tusbih, watamlani malaika mpaka apambaukiwe, mpaka asubuhi analaaniwa. Kwa maana mwanamke atakiwa amwitikie mumewe. Kuna baadhi ya walimu wanaeleza kwamba hadithi hii na nyinginezo ni ushahidi wa kwamba mwanamume na mwanamke wanaweza tofauti, sio? Tena wengine wasikia wasema kwamba mtu mkulala na mke wake kitanda kimoja siku zote ni umagharibi.
hata naigawa tu magharibi. Asli mwanamume ana chumba chake na kitanda chake, kile una shida mke wake atamuita. Unasemaje? Ibn Uthaymeen anasema tofauti na hivyo. Nimemsoma hivyo, nakumbuka amezungumza kitu kama hicho, sio katika Sharh al-Mumti au wapi. Amezungumza swala kwamba hapana, tofauti na hivyo nimesema. Lakini wengine wanaona kwamba na haji chumbani kwako. Hakuna wewe uende kwake wala yaji kwako. Nadhani nimesikia Sheikh Muhammad Hadi akizungumza mambo haya. Hafidhahullah ta'ala. Ni kwa mambo ya kinyume ambapo sasa itakuwaje mwanamume ana kitanda kingine, mwanamke kitanda kingine? Haya mambo ya vipi? Lakini watu watakwenda kwa maarufu vile ambavyo watu huishi katika miji. Ikiwa kuna maslahi ya kufanya hivyo basi si vibaya, wallahu aalam. Inshallah tutakuja kuendelea na darasa yetu. Au nataka tumalize? Tosha. Tofauti iliyopo ni kwamba ikiwa mwanamke ataachwa kabla ya mahari, kabla ya kuingiliwa na mahari haikutajwa, ni wajibu kutoa muta. Na ikiwa ameachwa mwanamke katika hali nyingine isiyokuwa hizo, hata kama ameingiliwa, umeishi naye kwa muda mrefu, miaka 10, 20, 30, basi maadamu umemwacha, ni jaiz kwako wewe, ni katika wema kumpa muta. Nisfu ma faradtum itakapokuwa mahari imetajwa. Kwa yule ambaye ameachwa kabla ya kuingiliwa na mahari imetajwa. Na kama ikiwa mwanamke ameolewa na hajaingiliwa na mahari haikutajwa, atapewa muta, ni wajibu. Chochote. Lakini kama mahari imeshatajwa ni lazima itoke nusu bali. Hiyo haipo. Atoke nyumba ndio wapi? Ni katika ihsani tu kumfanya jabri ya khatiri yake na kumtuliza, lakini si kitokea nyumba wala hakuna haki hiyo. Muda umekwenda sawa. Tosha. Subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka